nguvu ya mazungumzo. Kuzungumza ni kuongea, na kila mtu anazungumza. Kila mtu anazungumza, kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine ambao wamenyuma sauti kama sisi, wana namna yao ya kuzungumza, wana ishara zao za kuzungumza, na sisi wenye sauti tuna namna ya kuzungumza. Tunapokutana kwenye makundi tunatofautiana pia namna ya kuzungumza. Akizungumza baba na mtoto ni tofauti akizungumza mtoto na mtoto, lakini pia tunaweza kuzungumza sisi na Mungu aliye sirini ambaye hatumuoni, lakini pia tunaweza kuzungumza sisi wenyewe, yaani mimi naongea na mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tunaangalia nguvu ya mazungumzo. Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari ule wa 33. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 33 ndio umebeba ujumbe wa kichwa hiki unaosema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Na neno lenyewe linasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo ni nini? Mazungumzo ni nini? Watu wa tafsiri wanasema mazungumzo ni mchakato wa mawasiliano kati ya watu wawili au kikundi. Ni mchakato wa mawasiliano kati ya watu wawili au kikundi. Lakini sisi wa Kristo tunaotambua mtu, tunayemtambua mtu, tunatambua kati ya mtu mmoja kuna watu wawili. Kuna mtu huyu tunayemuona kama mnavyoniona mimi, lakini kuna mtu aliyeko ndani yangu. Na ndio maana nikasema ninaweza kuzungumza mimi mwenyewe, yaani mimi na nafsi yangu. Napenda sana Mfalme Daudi anapoandika kwenye Zaburi, wakati ambapo amekutana na changamoto ngumu, anazungumza peke yake, anaiambia nafsi yake, nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu? Anaisemesha nafsi yake. Yesu Kristo anapoomba anasema roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Yaani utu wa ndani uko tayari, lakini utu wa nje una udhaifu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuzungumza wewe peke yako, yaani wewe unajisemesha, wewe unaizungumzisha nafsi yako na akili yako. Mchakato wa mawasiliano au katika mazungumzo haya tuna mambo mawili. Kuna kusema na kusikiliza. Na ili mazungumzo yakamilike, lazima hivi vitu vizingatiwe. Mmoja aseme, mwingine asikilize. Kwa hiyo huyu akisema, huyu anasikiliza. Yule akisema, huyu anasikiliza. Hapo ndipo mazungumzo yanaweza kukamilika na kuwa na maana. Ijapokuwa wakati mwingine wote wanaweza kusema asiwepo wa kusikiliza, lakini inakosa maana ile ya mazungumzo. Tuna aina 3 za mazungumzo zinazotolewa kwenye kamusi mbalimbali nilizojaribu kuangalia. Aina ya kwanza ni majadiliano, aina ya pili ni mabishano, na aina ya 3 ni mawazo. Haya ndiyo mazungumzo ya ndani. Mazungumzo ya ndani. Aina ya kwanza, watu wanaweza kukaa na kupanga jambo fulani. Aina ya pili, watu wanaweza kubishana, kila mmoja akiwa na upande mmoja wapo anaosimamia. Lakini aina ya 3 ni mtu yeye peke yake anajisemesha yeye peke yake. Na aina hii ni nzuri kwa wasomaji wa Biblia. Yaani unasoma Biblia na unajihubiria wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa mujibu wa Korintho wa kwanza 15:33 tunapata aina mbili ya mazungumzo: mazungumzo mazuri na mazungumzo mabaya. Ndio maana anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo yanabeba hali ya mtu, na haya yanaweza kubadilisha hali ya mtu mwingine. Mfano, ukamchukua mtu ambaye amezoea sana kutukana kila saa, ukamchukua ukamweka katikati ya watu ambao kila saa wakizungumza ni neno la Mungu. Mpe wiki 2, siku 14, akitoka hapo hata tukana tena, kwa sababu mazungumzo ya wale watu waliokuwa wanaongea yamebadilisha hali ya ndani yake. Hali kadhalika, ukimchukua mtu hata kama alikuwa kila neno analoongea kinachofuata ni kuthibitisha kwa kifungu cha Biblia, ukimweka katikati ya watukanaji, siku ya kwanza na ya pili na ya tatu watapata shida, lakini zikifika 14 naye atakuwa mtukanaji mzuri. Ndio maana ukitaka kujua huyu mtu anatoka kwenye kundi gani, muangalie anachokizungumza. Kwa hiyo mazungumzo yana nafasi kubwa kwenye nafasi ya maisha yako. Yaani ukiangalia vitu vyako vya thamani kwenye maisha yako, mazungumzo yako yake hapo kwenye kitu cha thamani. Utakuja kunielewa baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya mazungumzo: moja, kumvuta mtu anayesikiliza kuzidi kusikiliza. Hii ni tabia ya kwanza ya mazungumzo. Yaani mtu anayesikiliza kile kinachozungumzwa anavutiwa kuendelea kusikiliza, hasa mazungumzo haya yakiwa ya upande wake. Yaani ikiwa ule upande unaosapoti, ule upande unaofungamana nao, hata kama uko kwenye gari alafu inapigwa story ambayo inakuvutia, ukipiga kituo chako cha kushuka, kama kituo kinachofuata sio mbali, unaweza kusema nitashuka mbele ili usikilize kile kinachozungumzwa, kwa sababu tabia ya mazungumzo inamvuta mtu aendelee kusikiliza. Ukisoma Injili ya Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 38 hadi ule wa 42, utaona Yesu Kristo yuko na Martha. Nataka nisome kidogo Luka 10 mstari ule wa 38 hadi ule wa 42. Anasema, nataka nisome ule mstari wa 40 na mstari wa 41. Anasema, lakini Martha alikuwa akihangaika na utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni ni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nimtumikie peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akamjibu akamwambia Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amechagua fungu lililo jema. Martha na Mariamu ni wenyeji wa Yesu, na Yesu amekuja ameanza kuzungumza na Mariamu. Martha anahangaika kuandaa kama ni chai, kama ni nini, ili mgeni angalau apate chochote kitu. Mwenzake amekaa anamsikiliza Yesu, yuko kwenye mazungumzo, hatamani kuondoka hapo, anavutiwa kuendelea kusikiliza. Mpaka mwenzie anakerwa, anamwambia mgeni, mwambie huyu ndugu yangu aje tusaidiane. Lakini Yesu anamwambia amechagua fungu lililo jema. Nataka kuzungumza nini? Pale ulipo ni vyema sana, kama unajali afya yako ya rohoni, kuwa makini sana na kinachozungumzwa. Kama unajali afya yako ya mwilini pia, kuwa makini sana na kinachozungumzwa, kwa sababu kuna mazungumzo mengine yanaweza yakazungumzwa yakakuvuta kusikiliza mpaka ukajikuta umeingia kwenye shida. 2, kubadilisha ufahamu na mawazo ya mtu. Tabia ya pili, mazungumzo yanabadilisha ufahamu na mawazo ya mtu. Kuna vitu watu wanavifahamu viko hivi, yaani anajua kabisa hapa njia ni hii, lakini akija mtu mwingine kwenye mazungumzo anaweza akamtengeneza mpaka huyu mtu akaacha kile cha kweli na kufuata cha uongo. Mwanzo sura ya 3
kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Shetani anakuja kwenye bustani ya Edeni. Anamkuta Eva kwenye bustani. Shetani anachokuja lengo lake ni kumfanya Eva ale tunda, lakini amwambie kula tunda. Kuna mahali kumwambia kula tunda. Lakini alichokifanya ameleta mazungumzo ya kuhakikisha huyu mtu atabadilisha mawazo yake na kile anachokifahamu. Akaanza kuongea naye. Hivi Bwana ndiye amesema hivi kwamba mkila miti yote hii ya bustani mtakufa. Eva akajibu anambia hapana. Ila huu mti huu wa katikati huu ndio tumeamua tusiule. Maana tukila tutakufa. Anambia sikia, hamtakufa. Ila mkila mtajua mema na mabaya. Shetani hakuwa na shida ya kutaka kujua Bwana mwambia nini. Alikuwa anajua kabisa kwamba mtu uliokatazwa ni huu, lakini anatafuta sehemu ya kuanzia mazungumzo. Kwa hiyo ili apate nafasi ya mazungumzo, akaanza kama amekosea, kama adui, lakini baadaye akafanikiwa kuyabadilisha mawazo na ufahamu wa Eva, akaamua kulichuma tunda na kulila kwa sababu ya mazungumzo. 3, kuinua hisia zilizofichika. Kuinua hisia zilizofichika. Wako watu unaweza kukutana naye masaa yote anacheka, anafurahi. Ukimuuliza mwambie hakuna shida. Hakuna shida. Lakini ukipata nafasi ya kukaa naye kwenye mazungumzo, unaweza ukakuta huyo mtu ana huzuni kuliko watu wote wenye huzuni uliokutana nao. Na ndio maana wanasaikolojia hawezi kumshauri mtu bila kumpa nafasi ya kuzungumza. Kumpa nafasi uongee, kuuliza maswali, uendelee kuongea mpaka ajue huyu mtu ana shida sana. Mazungumzo yanaweza kumfanya mtu akaonyesha kwamba amefurahi au amechukia, ana raha au ameumia. Kwenye sura mtu anaweza akaficha, anaweza akawa ameumia lakini anacheka, anakwambia hamna shida. Lakini ukizungumza naye taratibu, unaona anaanza kuinua zile hisia zilizoko ndani yake. Kwa hiyo mazungumzo yanaweza kuinua hisia zilizofichika ndani ya mtu. Kwenye Mithali 15 sura ya 1 utaona nasema jawabu la upole kuondoa hasira. Mazungumzo ya upole kwa mtu mwenye hasira yanaweza kuondoa hasira. Watu wengi ni vigumu kusamehe, na wengi ni vigumu kuomba msamaha. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya mazungumzo tu. Mtu hata akiwa na hasira na wewe kiasi gani, unaweza kuondoa hasira yake kwa mazungumzo yako. Mpe muda atulie, mfuate, zungumza naye kwa upole. Baadaye unashangaa mmekuwa marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazungumzo yako yanaweza kubadilisha maisha yako au maisha ya watu wengine. Yaani kile unachokizungumza wewe kina nafasi kwako na kwa anayekusikiliza. Mfano, ukiwa na watoto, wewe ni mzazi, ukiwa na watoto wako, kila wakiongea, kila wanachofanya, wafokee watukane. Angalia ni watoto wa aina gani unaowatengeneza. Siku moja wakishakuwa, wakiona wanakumudu, na kila unachoongea wanakufokea, wanakutukana, kwa sababu uliwatengeneza. Uliwatengenezaje? Kwa mazungumzo uliokuwa nayo. Au wewe kila ukikaa, wewe sema tu watu, waseme tu watu, utaona. Na kila wakikaa, kinachokuja mtu fulani yuko hivi, mtu fulani yuko hivi, mtu fulani yuko hivi. Kwa nini? Mazungumzo yako yamewatengeneza wao kuwa hivi. Mtoto anayetoka kwenye familia ambayo inahubiriwa Injili anaweza kuhubiri Injili wakati wowote, haijalishi mtu wake. Na mtoto anayetoka kwenye familia inayokuwa umbea, akienda shule, akirudi nyumbani, hata kama shuleni kuna wanafunzi 400, anaombea wanafunzi wote 400 kichwani. Kwa sababu mazungumzo ya nyumbani yamemtengeneza kuwa hivyo. Vijana wengi wanaweza kuwa wazuri sana, yaani ni kijana mzuri sana, lakini anatoka tu anaingia kwenye kundi fulani, mnaanza kushangaa, huyu kijana ndio yule kweli alikuwa mwombaji. Jamani, huyu kijana ameshikwa na pepo, tumuombeeni huyu kijana ameshikwa na pepo. Sio pepo, ni mazungumzo ya kundi alilojiunga nalo.
Wale watu walioko nao ndio wanamtengeneza kuwa hivyo kwa sababu ya kile wanachokiongea. Mungu atusaidie. Kile wanachokiongea kinabadilisha maisha yake. Alikuwa mtu mzuri, ghafla anakuwa mtu wa ovyo. Mnaweza kuomba na kuomba na kuomba, isipokuja neema ya Mungu kumtoa katikati ya kundi aliloko, hatabadilika. Kumsaidia ni kumtoa pale, umweke kwenye kundi fulani. Mchukue kwenye lile kundi ambalo lilikuwa na mwaribu, mweke kwenye kundi ambalo unajua hili litamtengeneza. Na ndio maana ukiangalia kwenye makundi yote kanisa, ukiangalia wana fellowship wana tabia ya kwao kama wana fellowship, wana kwaya wana ya kwao kama, yaani tunajua hii tabia ni ya wana kwaya, hii ni ya wana fellowship, hii ni ya washarika wa kawaida waliosimama, hii ni ya wale wanaoanguka kwa sababu ya mazungumzo wanaoyazungumza. Nini tunaweza kufanya ili tuweza kuepuka kuharibu maisha yetu au maisha yetu kuharibiwa na mazungumzo? Tufanye nini ili tuepuke kuharibu maisha yetu au maisha yetu kuharibiwa na mazungumzo? Jambo la kwanza, pima mazungumzo ya kundi uliloko nalo. Pima mazungumzo ya kundi uliloko nalo. Zaburi ya kwanza anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kama unataka kujisaidia, cha kwanza pima hili kundi lililoko nalo ni kundi la namna gani. Hicho ni kitu cha kwanza. Pima mazungumzo ya kundi uliloko nalo. Pili, jifunze kusikiliza zaidi na kusema kidogo. Kusikiliza zaidi na kusema kidogo. Yakobo 1:19. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19. Kusikiliza hakukuharibu kama kusema. Yaani kile unachokizungumza kina nafasi kubwa kwenye nafsi yako kuliko kile unachokisikia. Yaani ukisikia mtu ametukana ni tofauti na ukitukana. Kwa sababu kile unachokizungumza kinaijenga nafsi yako kuwa hivyo. Kinaifanya nafsi yako kuenenda hivyo. Kwa hiyo ukijifunza kusikiliza, unapata nafasi ya kupima. Hili ni baya, niliacha. Hili ni jema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vyema kujifunza kusikiliza zaidi. Yaani afadhali watu waone huyu huwaga ongea. Huyu huwaga ongea. Kuliko uwe muongeaji sana, lakini baadaye unaharibu nafsi yako. 3, ongea maneno ya neema kila mara. Ongea maneno ya neema kila mara. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Jifunze kuongea maneno ya neema. Hii ni tabia ya kujifunza. Kuongea maneno mazuri. Jifunze kutamka baraka. Jifunze kutamka maneno ya busara. Nimesema unaweza kuanza kuongea wewe peke yako. Ukaanza kujifundisha wewe peke yako. Ukaanza kujihubiri wewe peke yako. Ukaanza kusema na wewe peke yako. Kwa hiyo anza kujisemesha maneno ya neema. Ukiona kuna mahali limekuja neno baya, kuwa mwepesi kulikemea. Jifunze. Hii itakusaidia kukuondoa kwenye hali mbaya ya kimazungumzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho, jifunze kuepuka maneno na mazungumzo maovu. Jifunze kuepuka maneno na mazungumzo maovu. Mahali popote ukikaa ukiona haya mazungumzo, hapana, ni afadhali ukanyanyuka ukasema nakuja sasa hivi, alafu ukaenda hata usipokuja. Maana huko Afrika kusema nakuja ni sawa na kusema naenda. Nakuja sasa hivi alafu ukaenda. Ili kuilinda nafsi yako. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo usipoilinda itabadilishwa, badala ya kutoa chemichemi za uzima itatoa chemichemi za mauti. Mazungumzo yako yanaweza kujenga
au kuharibu tabia yako. Kwa hiyo zingatia sana kile unachokizungumza kwa ajili ya usalama wako.